Bana, mambo vipi? Mambo ni aje? Kama kawaida, hii hapa ni Chris Media 24 na hii hapa ni Close Up, ambapo tunakuwa tunapiga story na baadhi ya wasanii ambao wametoka kuua shows ndani ya Hope FM. Sisi tunakuja kunadili nao hapa, kuna maswali kibao ambayo tunapiga nao. Wewe mtazamaji ambaye unatazama show muda huu hapa, unatakiwa kuweza kuwafahamu. Sofkara, niko na manager lakini pia nipo na msanii wake pia. So utaenda kuwafahamu hapa manager yeye anaitwa nani, mipango yake iko vipi, lakini msanii pia alikutana naye vipi bana, kwa sababu ni ngumu sana kuamini mtoto wa kike kwa meneja, lakini Mchizi ameweza kumwamini ili kumfanya meneja yake kusimamia muziki wake. Bana, mambo vipi? Shwari, ni aje? Poa tu. Wewe meneja nani? Ni meneja, jina lake ni nani? Nipate kwa jina la Violet John. Violet John ambaye ni meneja wa msanii Dogo Rapture. Dogo Rapture. Sasa bana, pembeni ni Mnyamwezi Dogo Rapture, anajiita hivyo. Anataka kujitambulisha kifupi kabisa, atuambie ilikuwaje akakutana na au aliweka, kwa nini aliamua kuweka imani yake kwa meneja kwa kike, kwa sababu tunatambua hapa Bongo bana, watu wengi wameweka imani yao kwenye mameneja wa kiume. So Mchizi, tuambie hivi, ilikuwa nini uliamua kumwamini meneja kwa kike? Bana, kwanza niliamua kumwamini manager sababu yeye alianza kuniamini kabla yake. Maana yake yeye ndo aliona talent ambayo niko nayo, akasema mwanangu, mbona kama una kitu, tukifanya kitu fulani hivi unaweza kufika sehemu. Kwa hiyo nilimtem kama manager sababu alikuwa ananipush baadhi ya vitu. Kwa mfano ile studio sometime, photoshoot, unajua msanii inabidi ujiblend. Kwa hiyo kwenye vitu kama hivyo alikuwa ana support sana. Kwa hiyo kutokana na moment kama hizo itakuwa kumwamini sababu yeye alianza kuamini kabisa kazi zangu. Nimepost ngoma kwanza inaitwa Blessing, akanicheka akasema uko wapi, nikamwambia mimi niko da, yeye wakati huo yuko Mwanza. Sasa umeona, kwa hiyo aliweza kuona kipati changu toka nikiwa wapi, nikiwa da. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa akinifuatilia sana. Kwa kifupi nyie mmekutana kwenye mitandao. Ilikuwa hivyo. Na ilikuwaje sasa mkakutana mpo Iringa, au mkaamua sasa kwa sababu wewe unanisimamia na mimi mimi ni msanii, wewe ni manager, basi twende hata chuo kimoja, sio hivyo? Nilitamani sana tuonane siku kama hii ya leo, yani kikweli ndio alikuwa malengo yangu sana. Maana yake mtu alikuwa anaweza kunisupport, yeye yuko Mwanza. Imagine mtu unamtumia hela umjui, yani amjue kuonana, lakini umesupport tu kazi zake sababu umeona nini ana talent. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho sio kila mtu anaweza kufanya, Kwa ndio maana aliamua kufanya hivyo, tukaamua tujoin hapa. No, niambie manager, ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa kuweza kuamini sasa, au ugumu au urahisi kwa wewe sasa kumwamini msanii ambaye hata umfahamu, yani pengine Mchizi anaweza kukata tamaa afu ukawa umepoteza hela zako baada ulikuwa humjui kabisa. Ilikuwa ngumu kiasi gani kuweza kumwekea pesa? Niseme tu kwamba ni makubaliano pia, ambapo walivyokuwa wanafanya kazi anajitahidi, nikamtia moyo. Kwa hiyo vile ambavyo walikuwa wananisikiliza na kuniamini pia kwamba nitaweza kusimama naye, na yeye pia akaniamini. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ngumu kidogo, lakini mpaka tumefikia hapa ni vizuri. Tumepiga hatua kidogo, tumevuka mahali. Kwa hiyo kuna kazi zingine pia tunaendelea kuzifanya hivyo tukishirikiana. Kwa hiyo ni jambo zuri. Kwa hiyo kwa mwaka mpaka huu 2025 tunaenda kumaliza, leo ni Disemba 12. Tuambie kazi ambazo kama wewe meneja umeshazisimamia na tayari zimeshaweza kutoka ni ngapi? Ni 2. Kazi 2, ipi na ipi? Ya Mama na Brace. Dia Mama. Je, wakati Dia Mama inatoka, je, ulikuwa ulipewa idea, labda msanii alikwambia kwamba nitatoa nyimbo ya Dia Mama, au yani alikupa lile wazo la kwanza kabisa kabla hajaachia ngoma, au ulisikia tu bana kuna ngoma afa akakupa projects bana, tunataka tufanye 1 2 3? Ilikuwaje unasikia Dia Mama kutoka siku ya kwanza kabisa? Alinitumia kwanza ile instrument na pia tukashare mawazo kwamba hapa inatakiwa hivi iwe hivi hivyo. Kwa hiyo paka akakamilisha kabisa, kwa hiyo tulishirikiana ndio. Kwa hiyo sasa hivi ipi kati ya hizo 2 ambazo umezisimamia wewe unapenda sana kuisikiliza, yani ukikaaga nyumbani hivi mara 3 mara 4 lazima uiplay? Ambao napenda kuisikiliza ni Dia Mama. Dia Mama. Na ngoma gani ambayo sasa wewe kwa upande wako ili kufanya uweke imani yako kwa msanii kwamba ngoja niweke pesa sasa, au niweke muda wangu, niwekeze time yangu kwa huyu msanii, ngoma gani? Ni Dia Mama kwa sababu ilinigusa, manake kwa mimi sina mama. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo alivyokuwa anaviimba zile verse nilitamani na tushirikiane hivyo, kwa sababu ni verse ambazo zilikuwa ni nzuri, na pia nilitamani, yani nikamwambia kwamba na mimi angekuepo mama yangu ningefanyaje, ningemuimbia.
Au sio bana? Ni Dia Mama, ngoma ambayo Mchizi anatamba nayo sana. Sasa kama bado hujaweza kuisikiliza, sisi tutakupa nafasi ya kuweza kuisikiliza kupitia Chris Media 24. Tutakuweza kukupatia ma links na vitu kama hivyo uweze kwenda kuitazama. Mimi nataka uniambie Dogo Rapture ni kiasi gani inakukata au inakupa nguvu kujiita Dogo Rapture? Je, inakupa faida au inakupa yani inakuletea faida gani wewe kujiita Dogo Rapture? Bana, mimi siwezi nikasema kama inanikata sana, maana yake Dogo Rapture kikweli imekuwa ni jina ambalo linakuwa likisound sana kwa watu. Yaani ukiangalia jina ambalo nilikuwa natumia mara kwanza tofauti sana na mapokezi yake na Dogo Rapture. Mara kwanza nilikuwa natumia Zay01. Yeah. Hata ukiangalia baadhi ya ngoma nilizofanya nimeupload video zake zinasema hivyo. Kwa hiyo ukija kuangalia Dogo Rapture mapokezi yake yamekuwa ni mazuri zaidi. Mtu ukisema Dogo Rapture anastuka. Mwanangu mbona kama unaandika kama Rapture? Mbona kama unafanana naye? Kwa hiyo ni jina ambalo limekuwa likinipa mapokezi mazuri sana. Kwa hata kama ninapotambulisha nyimbo, watu wana make sense kwamba tarehe fulani Dogo Rapture anachia ngoma. Sasa na Rapture anatajwa moja ya wasanii ambao wakali sana kwenye kuandika story bana. Tuliweza kuona ngoma ya Risa iliweza kutoka part 1 ikadondoka part 2 mpaka 3, zimefanya kali sana. Sasa niambie na wewe unapita kwenye zile njia kwamba unaamini sana kwenye stories, kutengeneza story fulani, tengeneze ngoma na vitu kama hivyo. Yeah, naamini sana kwenye story. Manake hip hop ya sasa hivi inahitaji ubunifu, creativity. Lakini story kama story sasa inategemea na namna unafanyaje uandishi wako. Kwa hiyo mimi naamini sana kwenye story, na kuna project ambazo zipo tayari, sema bado tu sijaziachia. Kuna ngoma inaitwa Jiko. Ni bongera story, nimezungumzia jiko kumaanisha mwanamke, lakini sio jiko kama unavyoelewa. Kwa hiyo ni bongera story, lakini ni nyimbo ambazo zinahitaji muda kidogo. Mungu akibless nadhani zitatoka. Ni mwaka huu au tusubiri mpaka mwaka upinduke? Nadhani mwakani, maana yake sasa hivi na project mbili kidogo watu wanakuwa wanazihitaji sana. Ipi ambayo mashabiki wanatamani sana itoke, yani na wewe unatamani itoke lakini bado muda wake hujafika? Bana, ngoma ambayo inaniumiza kichwa sana mpaka sasa hivi ni Playboy nilofanya na Bando MC. Huyu Bando ambaye tunamfahamu sisi. Sound boy. Na kufanya ngoma na wasanii wakubwa, by the way, sisi tunatambua ni changamoto sana, na mpaka kuweza kumfikia, yani mpaka kaingia studio akaachia akafanya verse, inakuwa ni changamoto sana, na wengine wao mpaka wanakataga tamaa. Sasa mimi niambie kwa upande wako, wewe ilikuwa changamoto gani sasa mpaka kumfikia Mchizi Bando bana na yeye kutia verse mule kwenye ngoma? Yeah, for the first time haikuwa rahisi kumpata Bando. Yeah. Maana kwanza nilimdm lakini hakujibu ile DM yangu. Kwa hiyo ikanibidi nitafute njia nyingine ya kumpata Bando, lakini haikuwa rahisi. Sometimes nilipata namba yake lakini kila nikipiga haokoti simu. Natuma message WhatsApp na nibutiki. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana. Tulikuwa kama mwezi mmoja hivi. Mwezi mmoja sijajibiwa. Yaani message unatoa mwezi mmoja, Mchizi anaziblutiki, lakini anaziblutiki. Sometimes unapiga kabisa inakatwa, umeona. Lakini before, kabla sijampigia, nilimtumia message ya kujitambulisha mimi anifahamu. Kwa hiyo wakati anakata simu alikuwa anajua ni nani au alikuwa namba ngeni? Alikuwa anajua ni nani, maana yake kabla ya hapo nilianza nikamwelekeza kwamba nahitaji kitu fulani hivi, nina lengo hili, naomba unisupport brother. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho alikuwa anakijua sasa kwa vile nilikuwa underground, kwa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu mimi kuniamini. Umeona kwamba anaweza kashusha brand, unaimbaji na msanii ambaye hajulikani, labda hajajua uandishi wangu, kidogo inakuwa nadhani ilikuwa ngumu kwake yeye hata kuniamini. Kwa hiyo mwisho wa siku ilikuwaje sasa mpaka Mchizi Bando akaamua kuweka verse kwenye ngoma yetu? Yeah, mwisho wa siku nadhani Mungu alifungua tu milango, maana yake haikuwa rahisi. Kuna brother yangu pia ni manager, amekuwa akisupport sana. Kwa hiyo aliniunganisha na Bando MC. Maana yake kabla ya Bando alikuwa ameingia Stamina au Kontao, wote walikuwa Mwanza, lakini hakuweza kupatikana kwa urahisi. Bando alikuwa Shaitown kipindi hicho. Ndio nikawa nimempata kupitia manager. Kwa hiyo Bando alipopiga tu simu moja, yuko wapi udogo? Si yuko same fulani, akasema mwite tuje tu ball naye. Kwa hiyo ngoma na Bando umefanya Mwanza? Ngoma na Bando tumefanya Shaitown, tumefanya Shinyanga. Okay. Na tuje kwa manager sasa. Manager, mipango yako ni ipi sasa? Kabla mwaka 2025 haujapinduka na tuokote mwaka 2026 sasa. Mipango ipi yani ya kwako tukisha kama tunaumaliza mwaka vizuri? Mipango kabisa nikizungumzia hapo, nadhani inakaa vizuri kabisa mwakani 2026, Mungu atupe kibali kabisa, tukiwa na uzima kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tutafanya vizuri, naamini hivyo. That is bana.
Tanzania tumekuwa tuna mameneja wengi sana ambao ni wa kiume na amekuwa akiweka imani kwa kusimamia wasanii, lakini this time sasa bwana tunaye meneja ambaye ni wa kike na ameamua kusimamia hip hop. Yani sio rahisi sana. Hiyo tunatambua kwamba jinsi gani muziki wa Bongo Flava ndio ambao muziki umekuwa ukisikizwa sana na watoto wa kike na vitu kama hivyo hapo, lakini bibi hapa akaamua kuwekeza nguvu zake kwenye muziki wa hip hop. Je, ni mapenzi na hip hop au ni mapenzi tu na ujuaji wa msanii? Mapenzi na hip hop pia verse nzuri. Kwa hiyo kilichokuvutia kwa msanii ni ujuaji wake, yani kwamba huyu creativity zake ambazo anazitengeneza kwenye muziki ndio zikawa zimekuvutia kwako, si ndio hivyo? Yes. That is in Chris Media 24 na hii hapa ni close up. Tulikuwa napiga story hapa chache tu kuhusiana na washikaji zangu hapa bana. Wenyewe wanakuambia kwamba mwaka 2025 wataupindua Kinyamwezi kabisa. Mwaka 2026 tutaweza kuokota kitu kizuri. Sasa wewe ambaye unatazama show mdau hapa, hakikisha kwamba unakuwa karibu na washikaji zetu hapa. So mimi na wataniambia kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana vipi ili iwe rahisi sasa kuweza kuwafikia, kwa sababu sasa hivi watu wanaamini kwenye mitandao ya kijamii bwana ndio sehemu pekee ambayo inakutanisha watu wengi kinoma noma. Bana Dogo Rapture pia kwenye mitandao ya kijamii wanakula kaji. Bana unanipata YouTube kwa Dogo Rapture, unanipata Facebook kwa Dogo Rapture, Instagram kwa Dogo Rapture, Boomplay, Spotify. Lakini naomba wanangu sana mkastream wimbo wangu wa Dear Mama, maana yake ndo mpaka sasa ni ngoma ambayo imeisha stream na watu wengi sana. Kwa hiyo nahitaji watu tufike sana YouTube kwa jina Dogo Rapture, tufike sana Spotify kwa jina Dogo Rapture. Nadhani mtakuwa mmefanya poa sana. Na meneja pia unaendaje sasa kwenye mitandao ya kijamii Meneja tunakupataje kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, Instagram na kwenye kwingineko? Nadhani nina account ya YouTube. Kwa jina Violet John utanipata. Yanapatikana ni Violet John. Kinyamwezi kabisa yanapatikana hivyo. Na tumalizie meneja. Najua kuna mameneja wengi sana ambao wanasimamia wasanii Bongo. Wewe meneja gani ambaye anakuvutia sana? Unasema huyu bwana ni kweli anapata misingi ya meneja na mimi natamani kuwa kama yeye au kuwa zaidi ya yeye. Yani meneja gani Bongo ambaye unamkubali sana? Siwezi kumtaja kwa jina. Ni kumtaja kwa sababu watu kimtaja pia wanampa shout out, anasema kumbe kazi ambayo anaifanya kuna mtu fulani pia anaikubali, kuna mtu fulani anaipenda. Kwa hiyo na mimi ngoja niongeze juhudi au niongeze ubunifu zaidi au nisimame sasa strong, kwa sababu kuna watu nyuma wananiangalia. Kwa sababu Rapture bila kuuliza hata msanii wake pendo ni nani, lazima tutajua tu ni Rapture. Labda kama tuongezee mwingine. Au kuna msanii mwingine ambaye unamwangalia zaidi ukiachana na Rapture? Ni Rapture tu. Ni Rapture pekee yake. That is. So meneja tufunge vipi? Kwa kufunga nadhani yatakuwa yametosha. That is, tunafunga kwenye close up kwa siku ya leo. Mimi naitwa Chris J msanaji kutoka hapa bana chuo kikuu cha Iringa. Niko na washikaji zangu hapa. Tunapiga story mbalimbali. Tukutane kwenye time nyingine. Mambo ni fire Kinyamwezi kabisa. Keep enjoy. Lakini pia alisema nyuma ya kamera ni